kwanza tuanze kuizungumzia sera yako ya Ubungo ya wote, maslahi ya wote. Inalenga nini hasa katika uchaguzi huu hapa? Inalenga kila mwana Ubungo ama mkazi wa Ubungo afaidike na matunda ya jimbo hili. Maana watu wa Ubungo unasema hili jimbo ni katika halmashauri ambayo ina mapato makubwa sana katika jiji la Dar es Salaam. Lakini jimbo letu ni kama limetelekezwa. Kwa tunaposema Ubungo ya wote, maslahi ya wote, ni kuelekeza maslahi mapana kwa wakazi wa jimbo la Ubungo. Okay. Tukiangalia jimbo la Ubungo ni jimbo ambalo lina vyuo vikuu takriban sio chini ya 4. Tuna chuo kikuu cha Dar es Salaam, tuna chuo cha usafirishaji, tuna chuo cha maji. Kuna sera zipi hasa ambazo zinawalenga wanachuo? Katika swala la chuo ni kuelekeza mfumo wa elimu bora hasa. Afu sisi ndo vijana naweza nikasema tunatakiwa tupambanie mstakabadhi wetu hasa katika swala la uongozi bora. Manake mambo ya uboreshaji wa elimu unaweza ukachangia pia katika kukuza kiwango chetu cha elimu kwa wakazi wa Dar es Salaam. Okay, tuzungumzie kundi la wanawake katika jimbo lako la Ubungo ambalo wewe pia ni mgombea. Kuna sera zipi ambazo unaona zitaenda kutatua changamoto za jimbo hilo katika kundi la wanawake pale watakapokupaliza kwenda bungeni? Wanawake tuna changamoto nyingi. Siwezi kusema tuna changamoto moja ama mbili ama tatu, ni nyingi. Lakini mimi nimejikita zaidi katika masuala ya afya, kwani naamini afya ndio mtaji wa kwanza wa mwanadamu. Na wanawake tunapitia changamoto nyingi sana hasa kwenye masuala ya uzazi. Tumekuwa tukipitia hali mbaya, unyanyasaji katika masuala ya uzazi hususan, lakini sio hivyo tu, mwanamke amekuwa tegemezi sana. Kwa hiyo katika vitu ambavyo nataka kwenda kuvipambania sana ni ile mikopo ya halmashauri. Serikali ilikuja na mbinu nzuri sana mwaka 2019 ya kutoa mikopo ya halmashauri ambayo ni ya bure kabisa, haina riba. Lakini changamoto ambazo wanapitia wanawake wengi katika jiji la Dar es Salaam hususan jimbo la Ubungo ni kwamba fursa hizo ziko mifukoni mwa watu wachache. Inalazimu mtu kuwa kada wa chama fulani ama unajuana na kiongozi fulani kupata hizo fursa, lakini still ni haki yetu. Kwani ni 10% ya mapato ya jimbo la Ubungo. Hivyo basi katika vitu ambavyo nazingatia katika kumunua mwanamke, unajua wanawake ndio wakupaji wakubwa sana katika hizi taasisi kandamizi nyingi sana. Kuna taasisi nyingine sio kausha damu, nyingine pekupeku. Hali sisi ni kundi ambalo limetengwa katika mapato yetu ya halmashauri, yani 40%, 10% za mapato yetu ni mapato ambayo yametengwa ama mikopo ambayo imetengwa kwa ajili ya wanawake ama vikundi vya wanawake. Kwa hiyo katika kuwainua ni kuhakikisha fedha hizo zinawafikia wahusika, waweze kujikwamua na kujiepusha na mambo ambayo yanatukwamisha, yanaturudisha nyuma na yanatufanya tuwe tegemezi, kati sisi tunatakiwa tuwe moja ya watu ambao tunachangia uchumi wa familia zetu. Okay. Kuna mwananchi ambaye anakuangalia hapa sasa hivi amfahamu Queen Juliet Lugembe ni nani? Queen Juliet Lugembe ni mgombea wa jimbo la Ubungo, nafasi ya ubunge, mwenye nia ya dhati na dhamira ya dhati ya kuipambania hili jimbo. Nitarudi nyuma kidogo. Mimi mzaliwa pia wa jimbo la Ubungo na naishi katika jimbo la Ubungo. Kwa hiyo tukirudi nyuma kidogo, ama picha ya Ubungo nilikuwa naiona miaka ya nyuma, nilitegemea sasa hivi Ubungo tuwe mbele sana katika karne hii. Lakini ukweli ni ambao haufichiki, bado Ubungo tuko nyuma sana. Imefika hatua hata majimbo jirani, tukiongelea jimbo la Temeke, Kinondoni, katika sura tu ya maendeleo ya jimbo wametuzidi kwa hatua kubwa sana. Kwa hiyo ndio kitu ambacho hasa kimenisukuma kuja kulipambania hili jimbo, kuitoa hapa ilipo na kuipa sura mpya. Naweza ngasema hata ni shuhuda huko katika jimbo la Ubungo, vitu vingi sana viko nyuma. Hata tukiangalia miundombinu, barabara zetu za mitaa, hali kwa mfano bajeti ya halmashauri ya mwaka 2024 kuja 2025 walitenga takriban bilioni 10 kwa ajili ya barabara za mitaa. Lakini ukipita Ubungo katika mitaa yote kuna barabara, hata kama zipo ni chache sana, naweza hata nikataja. Lakini zile bilioni 10 zimefanya nini ndani ya huu mwaka? Hakuna. Unajua siasa ni utekelezaji pia, japo wengi wanajisahau kwenye hilo. Kwa hiyo mimi naweza nikasema Ubungo ilikosa mwakilishi kwa miaka 5. Miradi mingi ambayo ilifanyika ilikuwepo wakati wa hayati Magufuli. After that hakuna mradi ambao Ubungo umefanyiwa. Kwa hiyo kwangu mimi nilichukua tafsiri kwamba Ubungo imekosa msemaji, imekosa mwakilishi, na hicho ndicho kimenisukuma kama Queen Juliet Lugembe
kusema sasa najitoa kimasomaso kwa ajili ya maendeleo ya jimbo mama kwangu ambalo ni jimbo la Ubungo. Yeah. Tunaelekea kwenye uchaguzi huu hapa wa mwaka 2025. Ni mara yako ya kwanza kuwania hichi kiti? Ndio kwa mara ya kwanza? Yeah, mara ya kwanza. Okay. Changamoto zipi ambazo unaziona? So far, unajua mtu unapokuwa na utayari na umejiandaa na unajua unachokitaka, changamoto pengine zinaweza zikawepo 2-3, lakini dhamira yako ndio inayokuwa ina hoja zaidi ama ina mata zaidi. Nikimaanisha kwamba changamoto ambazo ninazipata hasa katika uchaguzi huu wa mwaka 2025 ni hujuma. Sijui kama nimewatisha sana wenzangu ama nimekuwa kama tatizo kwenye muonekano ama sura zao sijui, lakini kumekuwa na hujuma nyingi sana hasa dhidi yangu. Nikiongelea hivyo nitatoa mfano wa hizi posters tu, ni vitu ambavyo tunavibandika tu. Ila jimbo la Ubungo nahisi mimi ndio mgombea ambaye nimeshambuliwa kuliko yote. Nimeshambuliwa na wenzetu, nimeshambuliwa na mbunge niseme, nimeshambuliwa na madiwani. Kwa hiyo hata ni kunitoa katika uso wa macho ya watu, lakini wao wana kitu kimoja ambacho nakisema na nitarudia ukisema. Queen Juliet William Lugembe unaweza kumtoa kwenye macho ya watu, lakini huwezi kumtoa kwenye mioyo ya watu. Watu wa Ubungo wanataka mabadiliko, wanataka maendeleo yanayoonekana. Alisema baba wa taifa mwaka 1995 pia. Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyapata ndani ya chama chao watayatafuta nje ya chama chao. Kwa hiyo katika hizo hujuma mimi naweza nikasema sio kitu kinachonitisha, na wala siongei kujitilisha huruma, kwa sababu najua ninachokifanya, najua nini watu wa Ubungo tunakitaka na tuko tayari kulipambania jimbo letu. Okay. Tuzungumzie tatizo la ajira. Jimbo la Ubungo ni moja ya majimbo lenye vijana wengi sana. Kumekuwa na tatizo la ajira mtaani. Kuna sera ipi ambayo umeiandaa ambayo utaitekeleza endapo hao wananchi watakupaliza kwenda bungeni? Katika vitu ambavyo huwa nasema na nitarudia kusema, serikali yoyote makini itatengeneza fursa za ajira kwa wananchi wake. Ama serikali inaweza kumpa ajira kila mwananchi wake, lakini serikali makini itaungana hata na non-governmental institution, yani taasisi zisizo za serikali zisizo, kuweza kutengeneza fursa kwa vijana ama taifa lake ama wananchi wake. Serikali yetu, na maana narudi pale, serikali yetu imekosa viongozi makini, imekosa uongozi bora. Katika nchi hii kulishakuwa na viwanda vingi sana ambavyo vilibinafsishwa kwa sababu ya kukosa uongozi makini na bora. Mwisho wa siku viwanda hivyo vilikufa. Vilikuwa zaidi ya 200. Sasa tukiangalia mfano huo, maana serikali ya awamu hiyo ilikuwa makini. Hizo tayari zilikuwa ajira kwa vijana wetu, ajira kwa watu wetu. Lakini kutokana na ufinyu wa fikra, ufinyu wa uongozi bora, imetufikisha hapa leo tulipo. Kwa hiyo ninachokiamini, tukipata viongozi bora, wenye maono, wenye fikra, wenye nia ya dhati ya kuwaongoza Watanzania, tatizo la ajira haliwezi kuwa tatizo kubwa katika taifa hili. Kwa hiyo hata sisi kama chama cha ACT Wazalendo tulikuwa tunaomba na tunaendelea kuomba, kama tukipata ridhaa, tuna uwezo wa ndani ya miaka 5 tu, hatuhitaji miaka 64 kudhibitisha kitu kinawezekana. Ndani ya miaka 5 tuna uwezo wa kutengeneza ajira zisizopungua milioni 12. Na ni vitu ambavyo vimefanyia tafiti, tumefanyia uchunguzi na tumejua vinawezekana. Iwe kwa kushirikiana na serikali peke yake ama kushirikiana na sekta ambazo sio za kiserikali. Lakini sasa viongozi ambao wako madarakani ni asilimia kubwa ni wanaojifikiria wenyewe. Wanasahau kuwafikiria wananchi. Na ndio maana vijana wengi tumepata athari hii. Tumejihusisha hadi kwenye vitu vya ajabu. Ajira ambazo wanatupa leo sasa hivi ni kamari. Yaani kila mtaa huko Makurumla, lakini lazima huu mtaa ukipita uwezo kukosa biashara ya kamari. Vijana wengi wamejiingiza kwenye vitu haramu, lakini sio kwa kupenda. Tumekosa viongozi makini wa kutuonyesha njia sahihi ya nini kufanya ili kujikwamua. Campus Flavor. Campus Flavor.